Mema. Kwanza kabisa nikushukuru kwa kila kitu. Toka mwanzo mpaka hivi sasa. Umekuwa ni muumini mkubwa sana kabisa. Kwa hilo naweza nikasema asante. Lakini pia samahani sana kwa hili ambalo linakwenda kutokea hivi sasa. Nilitamani sana kuona wewe kuanzia mwanzo na mpaka tunakonda. Kimi, si ile mwanamke ambaye hutaki kulisha. Tazama baba yako alichonifanyia. Matukio makubwa alionifanyia. Mikiki aliyopitishwa. Siwezi kuona niingia kwenye shimo angali na manda sawa. Kwa hayo aliyofanyia inatosha. Sikutaje tena. Bosha. Ndio mimi utani wako. Asa nakumbuka maneno yako ndio ya mara kwanza ambayo mimi nimeumia. Mimi sitaki bwana. Unaweza nakutania? Au unaweza nachekesha? Isikiliza. Bosha dula kipindi kile. Lekulu wa sasa ulepola. Hajabadilika na wama himpesa kitu chochote. Sikuhitaji kukuona kwa. Niko tayari kukuambia kila kitu. Nilikuwa naomba usimwambie Basili kwamba mimi ndo Amos. Sawa. Mimi sitomwambia Basili. Lakini Basili atakujua wewe kupitia Debora. Debora hawezi kumwambia kwa sababu ananiogopa. Na hata hivyo nimekumbuka. Debora ameshahama. Kwa sasa haishi tena pale. Lakini kikubwa na zaidi, nilikuwa naomba nitunzie siri yangu. Sawa, hamna shida. Tuje tukaongee ndani. Mima. Ongea shoga yangu. Kwa Mungu ni mwema. Mimi si nilikwambia yule mganga anaweza kutusaidia. Sio nini sasa? Mimba ile imerudi kwako. Karibia na mtu mkubwa. Jamani. Lakini vile mbona kama una ndugu yangu. Ni kweli mganga amesaidia. Lakini alionikuta ni makubwa sana. Baada ya mimba kuhamia kwangu, baba alishangaa sana. Na niliondoka kwa baba, lakini sikuondoka kwa heri. Niliondoka na baba nimemwacha vibaya sana. Nilimkataa baba na kumuona Mosha ndio bora kwangu. Lakini cha kushangaza, nilipofika kwa Mosha amenikataa ndugu yangu. Amenikataa kwa mara ya pili. Ameniambia hawezi kuwa na mimi tena. Kwa sababu babangu ni mchawi na mimi pia nashirikiana na babangu. Kwa hawezi kuwa na mwanamke kama mimi. Ndugu yangu, nimekuja hapa kwako. Naomba tu niwe nakaa hapa, sina sehemu ya kwenda. Utazalilika mimi ndugu yako, naomba unisaidie. Jamani. Hivi Mosha si ndio mlikuja wote hapa mpaka anataka tunge wote kwa mganga tuwasaidie. Sasa hivi ndio imekuwa hivyo. Ndio kabadilika kiasi hicho. Hivi wanaume ndio wanalo ngumu kiasi hicho. Na kuhusiana na baba, yule ni mzazi. Labda alifanya vile kwa ajili ya hasira. Hawezi kukufukuza. Mimi nachokushauri, urudi tena nyumbani kwa mara ya pili.
Akishakukataa hapo ndio tutajua tunafanyaje. Maana mimi siwezi kukuchukua nikaanza kukaa na wewe sijajua bado. Huko baba alikuwa anatumia tu hasira. Kwa hiyo rudi tena nyumbani, kaongee naye tena. Akikataa ndio rudi kwangu tutajua tunafanya nini. Sawa shoga yangu. Maajabu sana. Kwa miaka yote iliyopita na mabaya yote ulionifanyia, leo tena wewe umerudi kwangu. Niambie una mapigano gani mengine? Cha kwanza kabisa ni kuona umependeza sana. Ilo nikupa hongera lako. Kingine samahani kwa kila kitu ambacho kimekwisha kutokea huko awali. Malaika, nimepitia mengi usiyojua na mengi na zaidi nitamani tukipata wasaa mzuri tuongee. Dhumuni la mimi kufika hapa ni moja tu. Nahitaji kukuoa. Hiyo ilikuwa zamani, lakini kwa sasa hivi haiwezekani hata kidogo. Unajua umenifanya nimepitia mambo ambayo sikuwahi kufikiria kwenye maisha yangu kama nitayapitia. Kwa kupitia wewe nilijifunza, na kwa sasa sihitaji tena kurudia makosa. Mimi ni mke wa mtu mtarajiwa. Nimeshatolewa barua na suni tu nitaolewa. Kwa hiyo unaweza ukaendelea na maisha yako kwa sababu mimi tayari nimeshachagua maisha yangu. Cha kwanza ni kushukuru na pia nikupongeza kwa hatua uliofikia. Lakini amini kwamba mimi ndiye mwanaume pekee kwenye dunia nilibakia kwa ajili yako. Malaika, nikuombe tu achana na kila kitu. Achana na hiyo habari ya wewe kuolewa. Mimi hapa Mosha nipo kwa ajili yako. Najua ni maumivu mangapi nimekufanya umie. Yamkini ni macho kovu ndani ya moyo wako ambao unashindwa kunisahau kwa ajili yangu. Nitazame kwanza. Wewe ndiye tu pekee kwenye maisha yangu uliyobakia. Hubagalimu la moyo wangu. Mwandani, naweza vipi kukuacha wewe? Malaika, hayo yote ya nyuma yaliyotokea, fanya kama ni ajali. Usisahau, ila aweke kwenye kitabu nialipe kwa mema. Nimekuja hapa, nahitaji kufanya zile ahadi zifanyike kuwa ni kweli sasa. Nahitaji kukuoa. Na tena sasa hivi. Unajua mwanzo kabla ya kunipata ulikuja na maneno mazuri tena matamu kuzidi hata hayo unaongea leo. Kwa mimi sioni kama unajipya, ni yale yale tu. Mosha dhamani si Mosha unimtazama sasa mbele zako. Mosha huyu ni Mosha alijifunza na mengi. Dunia imenifundisha mengi ndio yapitia huko nyuma. Nimegundua wewe ndiye sahihi kwenye maisha yangu. Na ndio maana sasa nimekuja kwa upande wako. Nakuhitaji sana. Na sasa sitani kama awali. Sasa hivi natangaza nia ya kukuoa. Nahitaji kukuoa. Umemaliza? Sijamaliza. Lakini nahitaji pia nikupe wasaa mzuri wa kukaa kutafakari kwa hiki nilichokizungumza. Nipo nasubiri jibu lako kwa hamu. Nahitaji unielewe. Narudia tena na tena. Sihitaji tena kuwa na wewe. Siwezi kubeba mizigo na angali najua safari yangu ndefu. Sitofika. Sikuhitaji. Mosha, mbona mimi sikuelewi? Umepatwa na nini? Maana shangaa tu ghafla umebadilika. Na hutonielewa. Iko hivi. Siwezi kubeba dunia la misumari angali kichwa changu kinapaa. Takataka kama wewe. Sikuhitaji kwenye maisha yangu.
lakini amini kwamba mimi ndiye mwanaume pekee kwenye dunia niliyebakia kwa ajili yako. Malaika, nikuombe tu achana na kila kitu. Achana na hiyo habari ya wewe kuolewa. Malaika binti yangu. Vipi, mbona sikuelewi? Kwenye swala kama hili, si swala furaha mwanangu na umelileta mwenyewe kwa uzuri, tumelipokea vizuri. Ni kitu gani mbona hauko sawa? Kwani kuna kitu gani kinakukwaza? Shampigia mama yako simu, anakuja tutengeneze mazingira mazuri ya harusi yako, lakini kuna hauko sawa. Kuliko ni binti yangu. Usinifiche mimi baba yako. Niambie kweli. Kama kuna kitu hakiko sawa, unaacha ninakuwa na wasiwasi mama. Baba, kiukweli mimi natamani sana kupata mwanaume sahihi kwenye maisha yangu. Niolewe na niweze kutulia kama nilivyotulia mwanzo. Ndio. Lakini baba, mimi nimekuja kugundua huyu mwanaume sio sahihi kwenye maisha yangu. Baada ya kumchunguza. Ndio. Hasa kuhusiana katika swala la dini. Amekubali kubadilisha dini ili aweze tu kunipata mimi. Ndio. Na baada ya ndoa, kila mtu abaki katika dini yake. Alafu baba, ukiangalia wewe ni mtu wa heshima sana. Familia yetu ni familia ya dini na yenye maadili pia. Mimi nikaona sio jambo jema. Kwa ni bora hii ndoa tuailishe tu na turudishe barua. Binti yangu naipokea kwa mikono miwili. Na kumbe ndiyo maana, unajua mwanangu, hili swala hata mimi nilistukia mapema. Yaani kwa kukubali mwanangu uingie kwenye shimo ambalo silo. Kwanza nakushukuru sana. Naungana na wewe, hili siwezi kukubaliana nalo kamwe. Ukaingia kwenye mtihani. Sababu mshinda alipokuja mimi nilimuuliza mama, "Sio bwana, ili jina mbona haliendani na mimi?" Lakini alivyonielekeza, nikasema kama mtu yuko tayari kubadilisha dini, kwa sababu ninajua thamani ya wewe mwanangu kumbadilisha mwanaume dini, ni kusema umeitengeneza pepo. Kama umefanya uchunguzi huyu mtu kuwa lengo lake ni kukupata, akuoe, alafu arudi kwenye msimamo wake, mwanangu siko tayari nawe. Mimi nilivyoambiwa anabadilisha dini, nikajua mwanangu ametekeleza jambo kubwa sana ambalo ni lake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama umelichunguza liko hivyo, mimi siko tayari nalo. Mwanangu bado umri wako ni mdogo. Ni mitihani tu Mwenyezi Mungu iliyokutokea. Utaendelea kutulia nyumbani binti yangu, kama Mwenyezi Mungu kakupangia atakuja mtu sahihi kuleta posa, utaolewa. Sawa baba. Toa shaka binti yangu, kwa sababu baraka zote za mimi pamoja na mamako ziko kwako. Mwenyezi Mungu akusimamie binti yangu, kuwa na amani. Bwana karibu sana mzee mwenzangu. Bwana nashukuru. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Nashukuru sana. Bwana asante. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Ndugu yangu. Naam. Baada ya kuipata ile barua, kama nilivyokuambia mimi ni mjumbe na mjumbe auawe. Nikaichukua, nikaipeleka kule, ikasomwa. Baada ya kusomwa yule kijana kachanganyikiwa kwamba amekataliwa. Sasa mimi nikaanza kujiuliza. Siku ile nimekwenda, nimezungumza vizuri na mzee mwenzangu. Paka tukazungumza masuala ya Mwenyezi Mungu, tukazungumza mengi kabisa. Leo majibu yamekuwa yale. Hata mimi
haijaniingia akilini, na ndio maana nimerudi mzee mwenzangu. Kuja kupata uhakika kabisa kimetokea nini hasa. Yaani kama nilivyokudhibitishia. Nimuita binti yangu hapa. Akaja naye kunidhibitishia vizuri tu. Amuuliza, bwana kuna ugeni umekuja hapa, huyu bwana unamfahamu vipi? Akanielewesha vizuri kweli kweli. Kwa bwana huyo mtu nimemtuma mimi, alivyoniambia nakupenda, nimezungumzia naye mpaka swala la imani. Nikamwambia kama hivyo ni kweli basi tuma mtu aende pale. Nikamwambia mtu nimempokea ndio maana nimekuita. Naye kanidhibitishia vizuri, nikamwambia tumsubiri mama na kaka yake waje ili swala tulizungumze turudishe majibu. Lakini kabla ya kurudisha majibu, japo imechukua muda kidogo kutokana na mke wangu kuchelewa kurudi kidogo. Si muda sana binti yangu akaja tena hilo swala akaniambia, baba tafadhali wewe ni mzazi wangu, naomba barua irudi. Nilishikwa na mshangao mkubwa mzazi wangu. Kamuuliza binti yangu kwa nini? Niambia baba yule mwanaume sio mwanaume sahihi. Ameitika tamaa, lakini kila ninavyomchunguza kana kwamba atanikusumbua kwenye swala la imani. Nimemchunguza baba vya kutosha, sasa nimeona kuwa nisije nikakosa baraka kwako. Afadhali barua irudi niendelee kubaki hapa nyumbani. Kama Mwenyezi Mungu atajali basi ataniletea yule mtu sahihi ambaye baba ukiridhia naye na mimi nitakuwa nimeridhia naye. Samahani sana mzazi mwenzangu, kwa sababu tulitaka tuliendeshe kiimani vizuri, maana hata ile siku tulizungumza kiimani zaidi kwa watoto wetu watakapokutanishwa wawili basi hakika muwaozeshe. Lakini sasa sisi mzee ni watu wa kupokea. Kizazi hiki cha sasa hivi kama unavyojua, sisi ni watu wa kuletewa. Tutakaletewa huyo ndio baba yako, ndio mama yako. Wewe kwetu ni kupokea, lakini sasa kwa sababu ameamua mwenyewe, nikawa sina jinsi mzazi wangu. Bwana mimi nashukuru sana. Acha bwana ni kuache uendelee na shughuli zingine. Kwa sababu tusameheane kwenye hilo, ndio majukumu yetu watu wazima, tunakutana mengi. Ni kweli. Basi Mwenyezi Mungu akujalie. Amen. Inshallah. Inshallah Mwenyezi Mungu akusimamie. Kijana wangu, nipe mrejesho. Nilipoenda kule, nimezungumza na yule mzee, nimemkuta kanipokea vizuri. Mashallah. Tatizo kubwa liko kwa malaika. Huyo binti ambaye wewe ndo ulikuwa unamtaka, unamtarajia, yeye ndo alokataa.